ni kazi nzuri ndio, lakini kazi ambayo haina matokeo. Biblia inasema baada ya Mungu kuchinja kondoo wawili, damu ikichuruzika kwenye zile ngozi za kondoo haijakauka, akawafunika Adamu na Hawa. Kilichotokea, ile damu ilifanyika kwa kifuniko cha maisha yao, ilimwagika kwenye nguo zao, kwenye mwili wao, maana walikuwa uchi. Ile damu iliwaosha kuanzia juu mpaka chini. Ninavyoongea na wewe, acha damu ya Yesu ikuoshe, ikuoshe kuanzia juu mpaka chini, iwe kifuniko. Damu ya Yesu ni kifuniko cha maisha yetu. Tumepigwa, tumeonewa, tumezalauliwa, tumechekwa, tuitegemea tutasoma mpaka mbali, hatukuweza, maana kuna mtu aliyetufunika uchi wetu. Walituangalia wakatuacha, walitupita pembeni tulipokuwa tunagalagala kwenye damu yetu, tunagagaa kwenye damu yetu, tunaelekea mauti. Wanadamu walituacha, lakini yuko Mungu, yuko mmoja ambaye ni Yesu Kristo anayezungumza na wewe leo. Amekuona kwenye hali ya kifo, amekuona kwenye hali ya upweke, amekuona kwenye hali ya kushindwa, amekuona kwenye hali ya kilio, amekuona kwenye hali ya mauti, amekuona kwenye utupu wako na kwenye shida yako. Kuna wakati tunahitaji tuje mbele za Mungu tukiwa uchi, maana kidonda kilichofungwa hakiponi. Kidonda kilichoachwa wazi kinapona kwa haraka sana. Kuna wakati lazima tuyafungue majeraha yetu ambayo tumekuwa tukiyafunga kwa vitambaa kwa muda mrefu. Tujiweke wazi mbele za Mungu ili Mungu aone majeraha yetu yalivyo makubwa. Umejeruhiwa na nani? Umeumizwa na nani? Umekatishwa tamaa na nani? Umevunjwa moyo na nani? Umeonewa na nani? Mungu anataka kufunike kifuniko cha damu ya Yesu, cha damu ya Yesu. Msikilizaji wangu, cha damu ya Yesu. Hakuna kitu kinachoweza kumfunika mtu kama damu. Damu ina nguvu ya kumfunika mtu, ina nguvu ya kumtakasa, ina nguvu ya kumwosha, ina nguvu ya kumwondolea uovu wa kila aina.